Sasa ngapi? Ndio kwenda toka asubuhi hadi nao tumekaa tu hapo. Lakini naomba msikate tamaa. Inatakiwa tuwe wavumilivu. Si mnajua tukao tuna shida, lazima tuwe wavumilivu. Jamani. Ni kweli. Wewe. Sasa hivi tunajua habari. Umeshakuwa rafiki sana kwenye mtandao kwa pesa. Mbona mimi naona niko sawa? Unaweza pingana na mimi? Okay. Basi, watu ambao walikuwa wanahitaji kazi. Tayari wameshafika. Washafika? Ndio. Unaona nimepigiwa simu. Sawa. Kuna dakika 10 tu za kuonana nao. Naomba nicheki ndio moja. Sawa basi. Mmoja wetu anaitwa Hussein. Karibu. Asante. Naweza kukaa. Nimeona matangazo yenu online kwa mnahitaji wafanyakazi. Kwa hiyo nimeona nifike hapo. Nimekuja na barua ya maombi na CV zangu. Ndio hizo hapa boss. Okay, sawa. Naitwa Jennifer Isaac. Jennifer? Jennifer Isaac. Okay, sawa. Utapigiwa simu kwa ajili ya kuingia mrejesho wako mmoja wako. Sawa boss. Unaweza kwenda. Wamebaki watu wangapi? Bosi, wapo watu wengi. Mtie mwingine. Sawa. Karibu. Bosi. Mara kadhaa. Karibu.
Asante sana bosi. Nakusikiliza. Nimeona matangazo yenu online. Nimekuja kwa makazi. Hapa nimebeba vyeti vya maombi pamoja na barua na nakala ya vyeti vyenu. Sawa, utapigia simu moja ya kwanza kesho. Sawa bosi, nashukuru. Secretary. Pia bosi. Basi mlango umeisha kabisa. Kwa wale baki wa misko nyingine utakuja. Sawa bosi, nitakuja. Na kingine pia roho kishafika. Mwambie nipigie simu. Sawa. Basi naomba hii mtoto wangu nizimie alafu kisha usipanga asinde mtu yeyote. Haina shida bosi. Kwa makini. Shida bosi. Jamani, muda umeisha, nitarudi kesho. Muda umeisha? Ndio, bosi amepata dharura. Kwa nini? Kapata dharura. Nitarudi kesho. Samahani lakini. Basi sawa, mna shida. Sawa. Mapela na vifaranga vya kuku. Chapa. Shamba. Marahaba, ujambo? Sijambo. Shukuru baba. Marahaba. Yupo nani? Yupo mama. Mama. Abe. Kuna mgeni huko anakuita. Nakuja. Karibu baba. Asante. Karibu kiti. Asante. Karibu kae babangu. Habari za hapa lakini? Nzuri. Habari za hapa? Nzuri. Unaendeleaje hapa nyumbani? Sisi tunashukuru Mungu ni wazima. Sawa. Huyu jamaa yupo? Hapana, ametoka. Ametoka. Okay. Kaendaje? Ameenda kwenye mihangaiko yake. Sawa. Imekuwa ni vizuri sana nilipomkuta hayupo. Kuna kitu nataka nizungumze naye. Kitu muhimu sana. Sikutaka yeye hakijue hata kidogo. Sawa. Sawa, unaweza kuzungumza. Leo nimekuja kitofauti sana. Okay. Bila kupoteza wakati, nipenda kuzungumza maneno haya. Unajua, wewe ni mwanamke mzuri sana.
ambaye kila mwanaume lijali anapoweza kukufesi lazima atokee kupendezwa na wewe. Nazungumza hayo nikiwa na maanisha, unajua, tangu nikufahamu wewe kwenye maisha yangu nimekuwa mtu ambaye sina amani. Nakuja kudai kodi zangu hapa, lakini ninapokukuta wewe pawa inaniishia kabisa. Unajua ni kwa sababu gani? Wewe ni mwanamke ambaye umezishika sana hisia zangu, na kwa maisha ambayo upo nayo hapa haustahili kuishi maisha ya design kama hii hapa. Na ndio maana leo nimeamua nifunge safari nije niweze kuzungumza na wewe. Huyu mwanaume hakufai. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Unatakiwa uwe na watu wenye pesa kama sisi, watu wenye miradi, ili kusudi niweze kukubadilisha maisha yako. Nisiongee sana. Ukweli ni kwamba nakupenda sana. Umemaliza? Kama unaibia hichi unachokisikia nachokizungumza hapa ni ukweli tosha nilioubeba kwenye moyo wangu. Nakupenda sana, tena sana, na ndio maana sijataka huyu mwanaume suruali ayasikilize mazungumzo haya. Tena rudia. Ambacho hujakisikia ni nini? Yule si mwanaume suruali. Kaka, jiheshimu. Yaani mimi nikajua unakuja kuniambia vitu vya msingi, kumbe unakuja kuniambia vitu vya kipumbavu. Hivi unajielewa wewe kwanza? Sio hichi kibanda chako ndio ukae unanitukania mume wangu. Samahani. Jishikilie. Unajitia sasa wewe ni kichwa kigumu, si ndio? Hadi nafikia stage unaninyoshia kidole mimi. Hujui kwamba mimi ni father house? Hujui kwamba mimi ni baba mwenye nyumba yako? Unanivunjia heshima, si ndio? Yote ya yote inatakiwa kumbuke na wadai pesa nyingi sana ya kodi ya nyumba yangu. Sasa naomba nisikilize. Chagua kati ya haya mawili, uchague moja. Utoke kwenye chumba changu au ukubali kuwa na mimi nikupe furaha ya milele. Mtoto kama wewe hutaki kuwa Nimekwambia jishikilia afu jiheshimu, sawa? Huu mwili unagaramikiwa, sio unakaa unaushikashika. Unaujua anaugaramikia vipi? What? Nisikilize. Mwanamke uliokoswa haya, unajisaulisha kuwa na wadai, kunitunuku tu mwili wako kwa siku hata moja ili kusudi mimi ni kreshi madeni nao wadai. Hautaki. Leo hii unanisonya mimi, unanisonya. Sasa nasemaje? Hapa utahama. Baba mwenye nyumba kama mimi sijawahi kukataliwa na mwanamke wa design kama hii hapo. Kwanza wewe sio vitu vyangu. Nilikuwa nataka tu nimalizie po hamu. Wewe na wewe katika wanawake unaweza ukatoka. Mwanamke unaangalia kama umetoka kuzimu. Madaya wa mwanamke wewe. Eti siwezi kumchiti mume wangu. Waliochitiwa ni wangapi? Sasa nasemaje? Kwa vile umeona mwili wako una thamani kuzidi mjengo wangu, hapa muhame. Hilo tu. Wala hata diskushtue. Alafu kingine nakushangaa wewe baba nyumba. Umekuja hapo unanitongoza, umejiimbisha vinyimbo vyako vyote. Nilipokukataa tu kaanza kunitoa kasoro. Nilikuwa nakutongoza au nilikuwa nakujaribu nikuangalie una msimamo gani? Bahati nzuri na mimi nilikuta sio mtihani wa majaribio upo. Mwanamke, ueleweki nyuma mbele ni wapi? Hiyo shepu kuiona kipindi unaingia hapa.
Kwa shepu gani? Hukuiona? Sasa nisikilize. Sijaja kuchambana pamoja na wewe. Kwanza najishusha hadhi. Mpangaji wa mule akiniona ataniona mimi, atanifikiria vibaya. Ninaongea na kibwaga kama wewe. Kibwaga? Mara kwanza kipindi unaingia hapa ukukiona hicho kibwaga? Nyinyi wanawake mna nini? Tunawajaribu tu, kitikisika basi tunapita na wewe. Wewe naye ni mwanamke. Upepo ukija kimbunga unapita na wewe. Sasa nisikilize. Naondoka. Nakupa masaa 24 hapa kwangu utoke. Matoto umezaliamo matoto mpaka mawili kwenye chumba changu bule pasipo kulipa. Leo hii baba mwenye nyumba unaanza kumshebedulia. Maanake nini? Kwa sababu ni mzuri. Si nimekuvutia? Wewe ni mzuri. Na kushebedulia. Mzuri wewe? Na bibi yangu atasemaje? Bwana, hebu ondoka bana, usipige kelele hapa kufaidisha watu. Ondoka. Kwako hapa sasa unanifukuza mimi. Si leo unanifukuza kwako. Ngoja masaa 24 yaishe. Ndio utanitambua mimi ni baba mwenye nyumba au ni nani. Hainishtui. Kesho nikirudi hapa lazima uhame. Malaya mkubwa wewe. Unanikataa mimi na kodi zangu hizi? Malaya ni wewe uliotoka huko kuja kunifuata hapa na kuanza kuniimbishia nyimbo zako hizo zisizoeleweka. Mtizame kwanza. Buti lile, sijui buti la mgambo, sijui la askari. Micheni sasa kama umevaa mkufu. Mwanaume mwenyewe una mbele wala nyuma, ueleweki. Karibuni. Asante. Nilipitia CV zenu. Zinaridhisha. Kwa ni watoe wasiwasi, nipende kusema kwamba majina yenu yamepita. Nimepata nafasi ya kuwa mfanyakazi kwenye kampuni. Asante sana boss. Tunashukuru. Tunashukuru sana. Okay. Naomba na maswali kidogo. Ningependa tufanye interview. Mpo tayari kwa interview? Tupo tayari boss. Mtaanza na makali. Ulisema umehitimu katika chuo gani? Ndiyo. Umesomea kozi gani? Computer Science and Information Technology. Computer Science ina vitu vingi sana. Lakini mimi ningependa unielezee japo kwa uchache sana. Bosi, kwa uelewa wangu, ninavyoelewa ina mambo mengi sana. Kuna graphic design ambao tunaweza tukatengeneza logo kupitia kampuni hii, tukatengeneza logo mpya kupitia kompyuta. Lakini pia kuna printing ambao ni uchapaji kwa uelewa wangu bosi. Lakini pia kuna keep of data correction ambao ni utunzaji wa kumbukumbu. Okay. Umejielezea vizuri sana. Lakini kabla Chris Company Limited haijakufanya kitu chochote, unaahidi kuifanyia nini? Bosi, naahidi kampuni nitafanya kazi kwa juhudi, lakini pia nitatunza siri za kampuni na sitoiangusha kampuni. Niamini bosi. Okay, sawa. Jennifer. Mbona kama uko sawa? Hapana bosi, niko sawa. Uko tayari kwa ajili ya interview? Ndio, niko tayari. Basi akili yako iweke hapa. Umehitimu katika chuo gani? Chuo Kikuu cha Dodoma. Una elimu gani?
degree. Umesomea kozi gani? Nimesomea marketing. Marketing ina vitu vingi sana, lakini mimi naomba unitajie japo vitu vitatu tu vinavyohusiana na marketing. Sawa boss. Cha kwanza boss, kuna production, kuna selling, kuna purchasing. Nikiwa na maana ya kwamba production ni uzalishaji, selling ni uuzaji, na purchasing ni ununuzi boss, na mengine kadhalika. Sawa, umejielezea vizuri. Kabla hujaanza kufanya kwenye kazi kwenye kampuni na utaratibu wake, itakubidi ufuate utaratibu wa kampuni, okay? Chris Company Limited. Kabla hujafanya kitu chochote, unaahidi kulifanyia nini? Cha kwanza bosi, naahidi nitakuwa mfanyakazi mwaminifu na nitajitahidi kufanya kazi kwa juhudi zote. Ndio hivyo tu bosi. Okay, sawa. Basi naomba mnisikilize kwa makini. Nitafanya kazi kwenye kampuni yangu kulingana na utaratibu uliopo. Sawa? Kampuni yangu kabla hujaanza kufanya kazi, kuna mkataba. Itabidi msaini mkataba, na mkataba unaanzia miaka 3. Kwa sababu hii kampuni ni ya mtu binafsi, si ya serikali tena. Mtasaini mkataba unaanzia miaka 3 na kuendelea. Na kingine, mtafanya kazi vitu vyenu original vikiwa chini ya usimamizi wangu. Ni kama mzama na kwenu. Ili kesho na kesho kutwa usinilaumu wala nisikulaumu, okay? Sawa bosi. Bila shaka mtakuwa mnaelewa vizuri, eh? Ndio bosi, tunaelewa. Pia leo au kuna kingine? Mimi nilikuwa nataka niseme tu kwa kuhusu mkataba. Maana katika mkataba miongoni ya masharti ni kuhusu vyeti vyao original. Natakuja na vyeti original sio fiki. Ili hata kama kija kutokea mbeleni chochote tusilaumiane. Nadhani mmemwelewa vizuri pia nao. Kwa hiyo naomba mzingatie kila kitu ambacho mmekizungumza hapa. Na pia muwe makini sana. Sawa? Sawa bosi. Nadhani mmeweza mkaondoka sasa. Ila Jumatatu ya wiki ijayo mjitahidi kuwahi. Muda wa kufika ofisini ni saa 1 kamili. Sitaelewana, eh? Sawa bosi. Sasa mnaweza mkaondoka sasa. Sawa bosi. Sasa mimi nadhani nikuache, kwa sababu kama unakumbuka asubuhi nilikwambia kama kuna sehemu naelekea. Okay. Yes, kwa nataka nikutane na mfanyabiashara mmoja hivi. Kuna biashara nataka Kwa hiyo nadhani ofisini kwangu utakuwa na usalama zaidi sana ukiwepo. Okay. Na wewe makini na wafanyakazi. Kwa sababu kuna huyu mfanyakazi huyu anaitwa Mele. Ni mbaifu sana huyo. CV zake naziona na maandiko yake nayapata sana. Kwa hiyo naomba uwe makini na wafanyakazi wako. Kwa sababu sio kazi sana ofisini. Nimeshakuelewa. Basi naomba niondoke. Sawa. Uwe makini. Karibu.